Get the point. Take a step forward. Tumekuwa tukizungumza juu ya neno hili ya kwamba there is good news in the great controversy, ya kwamba kunapo habari njema, kunaye habari njema katika pambano kuu, kunaye habari njema kwa vita kuu. Na tukagundua katikati ya wiki hii ya kwamba vita kuu, the great controversy, ilianzia pale juu mbinguni, naye Lucifer, yule malaika aliyekuwa muimbaji, Lucifer akahitaji kuchinua juu, akahitaji kuchukua nafasi yake Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Vita ikatokea pale mbinguni, vita kuu ikatokea pale mbinguni, naye shetani akashindwa, Yesu akashinda in Jesus name. Na aliposhindwa akarushwa duniani. Alipofika duniani, yeye shetani pamoja na malaika zake wamekuwa duniani kwa muda sasa, na yuko duniani akifanya kazi gani? Akihakikisha ya kwamba amepigana na wafuasi wake Yesu Kristo. Lakini habari njema ni kwamba yeye alipoonekana katika shamba na bustani ya Eden, wakakutana na mwanamke Hawa naye Adamu, yeye kwa jina la uzao wa mwanamke aliweza kushindwa katika bustani la Eden. Therefore Jesus wins, Satan loses. Wakati mwingine yeye shetani akaonekana kwa maisha yake Ayubu, akaua watoto wake wote, akamaliza biashara yake yote, akaua ng'ombe zake zote, na tena akaingia ndani ya mke wake, na mke wake akamwambia, wewe umefanya dhambi, wewe si utukane Mungu ukafe. Lakini Jesus wins, Satan loses. Baadaye akamrudishia maradufu ya kila ambacho alipoteza. Biblia, Ayubu 42 verse 10, Mungu akamrudishia twofold of whatever he had lost. Satan loses, Jesus wins. God's people, unapokumbuka ya kwamba katika maisha yako kuna vita kuu kati ya uovu na wema, katika upongo yako, katika maisha yako kuna kuwepo na vita kati ya nguvu za giza na nguvu za nuru. Katikati ya wiki hii tumejikumbusha namna ambavyo shetani anajidhihirisha kwa maisha yetu. Shetani aliyeanguka pamoja na thuruthi moja ya malaika yuko pamoja nasi, yuko duniani, amejigeuza, amekuwa malaika wa nuru ili aweze kupoteza wengi. Lakini habari njema ni kwamba Jesus wins, Satan loses. God's people, unapoangalia mambo ya social media, sijui ni wangapi shetani ametumia in the name of social media kufanya kazi ya mwovu ibilisi. Wengine wetu tumeachiliwa na shetani, tunatukana watu kwa social media, tunatumia teknolojia vibaya. Therefore you are an agent of the devil, but no, Jesus wins, Satan loses. Today our message is taken from the Bible. Uchumbe wetu unatoka kwa Biblia, kitabu cha ufunuo wake Yesu Kristo, chapter 12
verse 1 onwards. Tusome msomaji. Inasemaje? And there appeared a great wonder in heaven. Na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua ulikuwa chini ya miguu yake. And there was a woman under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. And she, being with the child, cried. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu wa kuumwa katika kuzaa. And pained to be delivered. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, choka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. Na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule choka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. And his tail drew a third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was delivered. Naye akazaa mtoto mwanamume, yeye atakayechunga mataifa yote kwa vimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. And she brought forth a male child, who was to rule the nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and unto his throne. Yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huku muda wa siku 1260. And the woman fled in the wilderness, where she had a place prepared for God, and they should be fed there for 1,260 days. Kulikuwa na vita mbinguni, and there was war in heaven. Mikaeli na malaika zake wapigana na yule choka. Michael and his angels fought against the dragon. Yule choka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. And the dragon fought with his angels. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. And they prevailed not, neither was their place found and more in heaven. Thank you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua I have a friend from New York who is following this presentation. Daktari Flora Antwi. She told me she'll be watching. Ndio maana tunachanganya. The title of our message is Jesus wins, Satan loses. Shetani, yani Yesu anashinda, shetani anafanya nini? Tell your neighbor, Jesus wins, Satan loses. Tell your neighbor. Ndiyo kulitokea vita kuu mbinguni, lakini katika mstari wa 7 inaonyesha ya kwamba katika hiyo vita aliyekuwa mshindi ni nani? Aliyekuwa mshindi ni nani? Therefore Jesus wins, Satan loses. The dragon represents Satan. Huyo choka mkuu anasimamia shetani, Biblia inasema. Naye mwanamke anasimamia kanisa lake. Sio mwanamke peke yake, bali mwanamke ambaye amejitunza, a pure woman, represents the followers of Jesus Christ, represents the remnant church, wa Kristo ambao wamesema sisi hatutajitia anasa na elimu na mafundisho
ya uongo ya yule mwovu shetani. That is the pure woman recorded in those scriptures. The male child, mtoto wa kiume ambaye ametachwa hapo, si mwingine bali ni Yesu Kristo. Unakumbuka wakati Yesu anasaliwa katika Bethlehem ya Efrata, Yesu aliposaliwa, watu, the wise men were coming from the east. Mtu anayeitwa Herode wakakutana nao, naye akawauliza, mnaenda wapi? Tunaenda Jerusalem, tunaenda Bethlehem tukaweza kumwabudu na kumsujudia na kuhakikisha kumuona mtoto Yesu Masihi, mfalme ambaye amesaliwa pale. Naye Herode akawaambia, mukienda mukiona mtoto, murudie barabara hii mukanielezee. Herode, mfalme Herode, kwa wakati wa kusaliwa kwake Yesu Kristo, anasimamia shetani, kwa maana alikuwa na mipango ya kumuua Yesu Kristo when he was born in Bethlehem. Lakini habari njema ni kwamba mambo hayo Herode anayesimamia shetani alipanga. Yeye Yesu alishinda, shetani akashindwa in Jesus name. Satan wins. Oh, Satan does what? Satan loses, Jesus does what? Jesus wins, Satan does what? Yesu akamshinda shetani wakati wa kusaliwa kwake. Na tena Biblia inasema hapo ya kwamba yeye Yesu Kristo, mstari wa 6 unaongea juu ya the woman. Alitumwa in the wilderness. Mwanamke ni kanisa. Katika mstari wa 6 hapo unasimamia kanisa la Mungu, wafuasi waaminifu wa Mungu in the period of dark ages. Wakati wa dark ages kulitokea nini? Kulitokea mafundisho ya uongo. Kulitokea na vita kuu against God's word, the Bible. Dark ages. Inaitwa dark ages kwa sababu Biblia hii ilitolewa kwa mikono ya watu wa Mungu, na aliyekuwa anawasomea Bible ni kiongozi wa kanisa, na ilikuwa ni hatia kupatikana na Biblia. Ilikuwa ni hatia. Ukipatikana na Biblia ulikuwa unafungwa, unawawa. That was the period of dark ages. But then wakati huo Mungu akaleta watu wanaoitwa the wildernesses, akina John Huss, the reformers na watu wengine kwa wakati huo wa dark ages, kwa maana nuru ya Biblia imefungwa, imetolewa kwa watu. Kuna wachache waliokuwa wafuasi wa Yesu Kristo walioendelea kusoma Biblia, na the wilderness, Biblia Great Controversy inasema walikuwa na Biblia moja, na kwa hivyo watoto wakienda shule, wasichana walikuwa wanatoa nguo sao hivi, wanaandika mafungu hapa, wakifika shule wanasomea watoto wengine. Jesus wins, the devil loses in the dark ages. But today the wilderness, yani nchi kame, the wilderness katika maisha yako inasimamia wakati wa machuto, wakati wa mateso, wakati shetani anawinda maisha yako ama maisha ya watoto wako. You are in your own wilderness. Kama ujui, leo hii elewa ya kwamba you in the great controversy, in the time of the great controversy, wewe na mimi, we are in the wilderness, kwa maana tunamfuata Yesu Kristo. Shetani anatuwinda,
tulisoma ya kwamba shetani hana biashara na walio wake. Walio kwa kambi ya mwovu Ibilisi, shetani hana biashara nao. Ana biashara na wale ambao wanasitii amri 10 na ushuhuda wa nani? Wanatii amri 10 na ushuhuda wa nani? Those are the targets of the devil. Therefore, hata wewe, you are in the wilderness, but remember the good news about the great controversy. Jesus wins Satan. Jesus wins Satan. Kumbuka wakati ulikuwa mgonjwa. Kumbuka wakati shetani alitaka kuangaisha maisha yako. My pastor amenikumbusha hapa mbele ya kwamba tulipokuwa katika seminari tukisomea uchungaji, haikuwa rahisi. Tuliyapitia wapendwa. Ananiuliza hapa sasa hivi before I stood up ya kwamba je, Orangi, kwa hakika ukikumbuka mahali tumetoka, mahali tulikuwa tunalala njaa, mahali hatuna school fees, mahali tunakosa rent. Ananiuliza, Orangi, did you really know utapanda ndege? Not once, twice, not twice, thrice. Are we together? Yaani shetani huenda anapigana nawe katika level yako ya maisha. Anaweza kuwa ametarget watoto wako, lakini the good news we have today, Jesus wins. Jesus wins. Watoto mnasemaje? Yesu anashinda shetani. Yesu anashinda shetani. Therefore, great controversy, nilipokuwa nasoma, watu wengine hatuna habari ya kwamba shetani, the great controversy is even happening in your own heart, in your mind. Kuna great controversy. Ninajua kuna watu hapa walikuja na sadaka, lakini kwa maana kuna great controversy, atoe asitoe, atoe asitoe, hukutoa. The great controversy, unajikuta kwa great controversy hata bila wewe kufanya nini? Kujua. But the good news about the great controversy is Jesus is the winner, Satan is the loser. The Lord has this message for us today, ya kwamba kwenye vita vyovyote tunapigana hapa duniani, iwe ni ugonjwa, iwe ni afya yako imeharibika, iwe shetani ameleta vita kuu katika maisha ya watoto wako, iwe shetani ameleta vita katika biashara yako, iwe shetani ameleta vita katika ndoa yako, remember the good news, Jesus wins. Jesus wins. Ndio maana yeye shetani alipokuwa juu mbinguni, kuliwawanyika watu makundi mawili. There were two classes of people. Biblia inasema kulipotokea vita juu mbinguni, kukatokea na malaika waliosikia sauti ya nani? Ya shetani. Na wengine wakasikia sauti yake Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inaandika, inasema ya kwamba pale juu mbinguni kulipotokea vita, shetani alikuwa na kundi lake, naye Yesu akawa na kundi lake. Kukawa na makundi mawili katika pambano kuu. Some stood with the devil, wengine wakasimama na nani? Na Yesu Kristo. Wakati wa hiyo vita ndio wakati ushindi unatangazwa kwa upande wa nani? Kwa upande wa nani? There were two groups in heaven.
waliokuwa waaminifu, waliokuwa watiifu, waliosikia sauti ya Yesu na waliosikia sauti ya nani? Ya Shetani. There are two groups. Makundi yalikuwa mawili, na duniani makundi ni mawili. Duniani sasa makundi ni mangapi? Either you are standing with the devil or you are standing with who? Uchaguzi ni wako. You cannot stand at the fence. Huwezi simama ukiwa unangoja. You don't belong kwa Shetani, you don't belong kwa nani? Kwa Yesu. There are no three ways. Njia ni ngapi? Mbili. Either umesimama na Shetani ama umesimama na nani? Na Yesu. Makundi ni mawili. Umesimama na Shetani ama umesimama na Yesu. There are two ways. Now the question is, which side are you standing on? Watoto wanaimbanga wimbo unaosema which side are you doing what? Simunimbie hiyo wimbo watoto. Which side are you standing on? Which side are you standing on? Standing, son. Standing on the Lord's side. Why stand on the Lord's side? Kwa nini usimame kwa mkono wake Yesu Kristo vijana? Kwa nini? Kwa nini usimame kwa mkono wa Yesu? They don't know. Kwa nini usimame kwa mkono wa Yesu? Kwa nini usimame kwa mkono wa Yesu? Hawajui. Watoto, kwa nini usimame kwa mkono wa Yesu? Asante, watoto wako pamoja nami. Stand na Yesu, kwa maana yeye is the winner, Satan is the loser. Now, there are two sides in the great controversy, and today you will decide where you want to stand. Kuna two sides. Kuna upande wa Shetani na kuna upande wa nani? Wake Yesu Kristo. But remember, habari njema ni kwamba ukisimama na Yesu, umesimama na yule ambaye ni mshindi, is the victor, and katika changamoto zako you are already victorious because unasimama na Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Yule ambaye anasimama na Shetani ni nani? Ni nani hapa anasimama na Shetani? Simama kama unataka kusimama na Shetani. Stand up. Anayesimama na Shetani ni nani? Ni mchawi, kwa maana anatumia nguvu za giza. Bwana asifiwe. Anayesimama na Shetani ni nani? Ni yule ambaye amejaa roho ya usinifu na uchafu wa aina hiyo. How many of us in this meeting? Ni wangapi kwa mkutano huu watasema ndio, makundi ni mawili, mimi nimeamua kusimama na Shetani? Anayetaka kusimama na Shetani ayuko? Tuko pamoja? Ayuko. Kwa maana kila mmoja wetu tunataka kusimama na nani? Na Yesu Kristo, kwa maana yeye ni Mungu, kwa maana yeye ni mtetezi wangu. Ayubu 19:25. Kwa maana yeye ameahidi kusimama na mimi, kutembea na mimi wakati wa majaribu, wakati wa mateso. Yeye yu pamoja nami. Kwa maana yeye amesema akiwa na mimi, nikisimama na Yesu, hata wanadamu wawe ni wachawi, wawe ni wezi, wanadamu hawataweza kuwa na mamlaka juu yangu, kwa maana nimesimama na Yesu, who wins when the devil loses. Today
Kuna watu wa Mungu kwa wiki hii ambao wamesema kwenye vita kuu, habari ya vita kuu ni kwamba Yesu anarejea hivi karibuni, na anaporejea mimi nataka kusimama na Yesu, na hili niweze kusimama na Yesu, leo hii nimeamua kubatizwa katika jina la huyo Yesu. Kunao wale ambao wamesema katika pambano kuu ninaona na nimejua shetani ameshindwa, Yesu ameshinda, na leo hii ninataka kumkiri huyu Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. There are two ways. You either belong to darkness or you belong to light. Hakuna njia ya katikati. Hakuna watermelon hapo. You either belong here or you belong here. There are no three ways. The ways are two. Ndio maana Yesu anasema njia ni mbili. Anayetaka kwenda kwa Baba, anayetaka kumuona Mungu, lazima apitie kwangu mimi, kwa maana mimi ndiyo njia na uzima. Lakini anayetaka kumuona shetani anaenda wapi? Anaenda kwa njia ya shetani. Ukipitia barabara ya kwenda kwa shetani unafika jehanamu haraka, lakini ukipita njia ya Yesu Kristo unafika kwa uzima wa milele haraka. The choice is yours. I want to call my brothers and my sisters, wale ambao mumeamua ya kwamba sisi kwa hakika hatutasimama na shetani, bali tutasimama naye Yesu, kwa maana yeye ni mshindi na ni mtetezi wangu katikati ya great controversy. Stand up and stand here as a demonstration. Njooni hapa, msimame hapa kama ishara ya kwamba mnamkiri Yesu huyo kama mwokozi wa maisha yenu. Njooni wale wanaoenda kubatizwa, simame pale. There mahali wameandika choristers pale. Simame kona hiyo. Hawa watu wa Mungu wamesema wao wataingia kwa kambi, kwa gurubu yake Yesu Kristo. Na wanapofanya hayo, leo hii wamesema watabatizwa kwa maji mengi as a confirmation to us, kama tangazo kwako na mimi ya kwamba leo hii wameingia ndani ya Kristo, na Kristo atakuwa pamoja nao milele na hata milele. Mnasemaje? I want to make a call to you. Kama yuko pale, kama huko, wacha nisimame pale juu ili nionekane vizuri. Ninafanya wito, kama yuko katika mkutano huu na hujapokea ubatizo na yuko pamoja nasi, wenda ulipata ubatizo lakini ukarudi nyuma kidogo, nataka usimame tena. Naomba mahali popote ulipo usimame na miguu yako, uchukue hatua za imani, uche mbele tukupokee. There are two ways. You either belong to Jesus Christ or the other camp. Ni nani yule? Usiogope. Na ukiona ndugu ama dada anataka kusimama lakini anaogopa, ninaomba usimame na yeye, umlete hapa mbele. Wale ambao nao amukuwa katikati ya wiki, lakini ungependa na wewe kupeana maisha yako kwa Mungu this day and now, come forward. Thank you my brother. God bless you. Kuna mwingine? Naomba
Naomba tusimame na wimbo namba 19. Tusimame na wimbo namba 19. Wakati hao nimeita wanapokuja, simama na wimbo namba 19. Is there anyone? Remember, Jesus wins, Satan loses. Lakini kama umecharibiwa na shetani, usisimame. Na kama umesikia sauti ya shetani, usisimame. Wenye umesikia sauti ya Mungu wasimame tuimbe. Wajua controversy iko hata katika hii mkutano. Great controversy iko hata hapa. Ndio maana vyombo vinaharibika. Ndio maana uko hapo uchapatiswa, unasikia kukuja unakataa, unasikia kukuja. We are praying in the name of this song. Mungu akufungue, akufanye kuwa huru, utembee kwa imani, utembee. We're ready to receive you here. Choristers, give us the tune of that song. Tunaimba huu wimbo kwa sababu Yesu alimshinda shetani juu ya msalaba. Yesu alimshinda shetani juu ya msalaba. Come. Wenye unakucha mbele kuja. Wenye mnahitaji upatiso, utapatiswa. Hata kama utapatiswa leo, come. Yesu anakuita, njoni mbele. Kuna mwingine? Asante sana my sister. Kuna mwingine? Ninajua shetani anapigana nawe kwa moyo wako. Shetani anapigana na wewe sasa hivi. Kataa shetani na uche mbele. Kataa shetani na uche mbele. Kesho sio yako. It is today or never. Just come. Just come my brother, my sister. Just come. It is tomorrow or never. Tomorrow is not yours. Sana my sister. Kuna mwingine? Asanteni sana wale wanaojitoa. Kuna mwingine? Is there anyone there? Kuna yeyote amepata wapendwa? Asanteni sana. Get the point. Take a step forward.